katika nchi ya Zambia, na robo hii Mungu ametujalia neema tukaweza kupata watu 49 walioongezeka kwenye ujumbe na watu 106 ambao wamebatizwa kwa kipindi cha miezi miwili tuliokaa huko robo hii. Na Wazambia walitutuma salamu kwamba tuwasalimu katika jina la Yesu. Salamu zingine tulizonazo ni salamu kutoka kwa ndugu wa imani wa nchi ya Rwanda. Nao tulipotoka nyumbani walituambia tufikapo tuwasalimie. Tumekuja kutoka kwenye mkutano wa Kimiriri. Kulikuwa na mkutano ambapo na huo mkutano ulikuwa unaunganisha na effort. Katika hiyo effort wamejitoa watu wanaofika 8 na tumeshukuru Mungu. Lakini na watu wa kule nao tulipoagana nao walituambia kwamba tukifika huku Maua tuwasalimu katika jina la Yesu. Tunaenda kujifunza neno la Mungu. Hebu tuombe. Asante Baba mwema, Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa rehema zako na upendo wako. Umekuwa pamoja nasi, tunashukuru sana kwa sababu ulitujalia undugu kupitia kafara ya Yesu. Kwa ujumbe huu umetuzaa mara ya pili na kutuunganisha kutoka katika madhehebu mbalimbali, kututoa katika makabila mbalimbali ili tuweze kuwa taifa lako, jina lako lihimidiwe. Kwa watu wako ambao wako mbele yako wakihitaji mkate wa uzima, tunajiweka mikononi mwako, tutakase kwa damu ya Yesu. Tujalie Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu na mioyo yetu ifungue ili kupokea neno lako, tuweze kuwa Wakristo wanaostahili. Tushukuru jina lako. Uwe pamoja nasi, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Tunaenda kujifunza neno la Mungu, lakini kujifunza maneno ya unabii. Hebu tuone watu wanaopenda kula kizeri, wanyoshe mikono. Wanaopenda kula kizeri. Mnaijua kizeri? Hebu tuone wanaopenda kula kizeri. Mungu awabariki. Si mmenielewa lakini? Na walaji si nimewaona. Ninachotaka kusema ni hiki. Mtu anapohitaji kula yale mahindi ya kande, kwa Kiswahili wanaita makande, anatakiwa awe na muda wa kutafuna, si ndio? Lakini pia awe na meno, si ndio? Tunaenda kujifunza maneno ya unabii ambayo ni mojawapo wa masomo magumu, si ndio? Sasa ninawaomba mkaze akili. Kuna watu ninaona wanaanza kuonyesha dalili ya kusinzia. Naomba tusisinzie. Sawa? Omba Mungu akusaidie akili yako iwe hapa. Tunaenda kujifunza somo linalozungumzia baragumu 7. Lakini mara nyingi ni vigumu kuelewa baragumu 7 bila kujua makanisa 7. Hivi tuko pamoja? Kuna unabii ndani ya kitabu cha Ufunuo unaoeleweka ukienda kwa pamoja. Ikiwa ni pamoja na makanisa 7 na mihuri 7 na baragumu 7. Na hivi vyote tulipewa ili vitufundishe tunafikia wakati gani. Makanisa 7, mihuri 7 na baragumu 7 tulipewa ili vitufundishe, lengo likiwa sio kuongeza ujuzi tu, bali tujue tunaishi wakati gani ili tuwe na maandalizi. Katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 4 mstari wake wa 12, neno la Mungu linasema kwamba kamba ya nyuzi 3 haikatiki haraka. Kamba ya nyuzi ngapi? 3 haikatiki haraka. Hebu nisome maneno hayo. Mhubiri sura yake ya 4 mstari wake wa 12, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watamupinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Sisi tunaenda kujifunza kamba ya nyuzi 3 ya ufunuo.
nini? Kamba ya nyuzi 3 ndani ya kitabu cha Ufunuo. Ndiyo maneno tunaenda kujifunza. Kamba ya nyuzi ngapi? 3 ndani ya kitabu cha Ufunuo. Naomba muniangalie. Shida ni kwa kuwa tuko kwenye hivi vyombo, navyo wakati mwingine vinazuia uhuru zaidi. Lakini msikilize, si ndio? Tunaenda kujifunza kamba ya nyuzi 3 ya kitabu cha Ufunuo. Andika ndani ya kichwa chako. Tunaenda kujifunza somo gani? Mwe mnaamushana. Mama hapa ameanza kusinzia. Kamba ya nyuzi 3 ndani ya kitabu cha Ufunuo. Na hiyo kamba, hizo nyuzi ni unabii wa makanisa 7 na mihuri mambo. Baragumu ni dalili ya vita. Baragumu ni dalili ya nini? Naomba msomaji awe karibu aweze kunisaidia kusoma ndani ya kitabu cha Ayubu 39 mstari wa 25. Yupo karibu au hayupo? Ayubu 39 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema maneno yafuatayo: kila ipigwago baragumu yeye husema aha, naye husikia harufu ya vita toka mbali, mshindo wa maakida na makelele. Hapo walikuwa wanazungumzia farasi. Inaposikia baragumu ikilia, inajua ya kwamba vita imefanyeje, kwamba tayari vita. Ndicho wanachozungumzia hapa. Tukisoma ndani ya kitabu cha Ezekieli sura yake ya 34, sura yake ya 33 mstari wa 3 na mstari wa 6, kuna maneno nayo yanayoonyesha ya kwamba baragumu inapigwa ikiwaashiria nini? Vita. 33 mstari wake wa 3, neno la Mungu linasema, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Mstari wa 6, bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamuondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Unaona ya kwamba hapa maandiko yanatuonyesha ya kwamba mlinzi alitakiwa kupiga baragumu akiwaambia watu kwamba vita inafanyeje, kwamba vita inatokea. Mambo ya baragumu katika mambo ya unabii yana baragumu, hasa baragumu 7 zinazungumzia namna gani kazi ya Mungu na kanisa la Mungu vilivyotaabishwa na vita vya kidunia. Farume zilipokuwa zinakabiliana katika vita, hivyo vita vilikuwa vinaathiri kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Yaani ni historia ya kazi ya Mungu na kanisa la Mungu lilivyoendelea, lakini katika dunia iliyo na nini? Iliyo katika mazingira ya vita. Ndiyo maana ya mlengo wa baragumu 7. Katika baragumu hizi 7 ziko baragumu 4 za kwanza na ziko baragumu 3 za mwisho. Baragumu ya kwanza na ya pili na ya 3 na ya 4 zinaitwa baragumu peke yake. Baragumu ya 5 na baragumu ya 6 na baragumu ya 7 zinaitwa ole. Ndivyo Biblia inaziita. Hivi ukiwa na vitu kimoja wakakipatia jina la kwanza, lakini wakaweka na jina la pili kwamba hilo ni ole, unapoenda kuchukua tahadhari, ni kipi unachukulia tahadhari zaidi? Unapoenda kuwa attention, ni kipi utakuwa attention nacho zaidi?
Ni kile ambacho amesema ni nini? Ni ole. Ndio maana zile baragumu za kwanza 4 tutazizungumzia, lakini kwa machache inavyowezekana. Halafu tujikite sana kwenye hizi baragumu 3 za mwisho ambazo Biblia imetuambia ni nini? Ni ole. Baragumu hizi za kwanza 4 zinazungumzia vita kati ya Warumi wenyewe kwa wenyewe. Vita katikati ya ufalme wa nini? Wa Kirumi. Ile Rumi ya kipagani, kati ya wao kwa wao kulikuwa na nini? Na vita, lakini hivyo vita vilikuwa vinaleta madhara kwenye kanisa na kwenye kazi ya nani? Kwenye kazi ya Mungu. Hebu tuzungumzie baragumu ya kwanza, lakini tukizungumzia pamoja na kanisa la kwanza na muhuri wa kwanza. Tutazungumza kwa muhtasari. Naomba tuanze na kanisa. Nani msomaji wa Kiswahili wa haraka atusaidie? Hayupo? Tusaidie ndani ya kitabu cha Ufunuo sura yake ya 2 mstari wa kwanza, ndio kuna maneno yanayozungumzia Efeso, ili tuweze kuunganisha hii kamba ya nyuzi 3 ya Ufunuo. Atusomee kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa... ukija huku mbele itakuwa ni vizuri zaidi, ili hapa napo tupate faida mara mbili. Tutaendelea kulinganisha haya mafungu, hii kamba, ili tuweze kuiweka vizuri, kwa maana hii kamba ukiwa nayo kwenye hali ya unabii, tumefika muda gani hutaweza kudanganyika, kwa sababu maneno ya Mungu yamesema kamba ya nyuzi 3 haikatiki haraka. Ebu na watusomee Ufunuo sura yake ya 2 mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Tusikilize maneno haya. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa samahani na yakuwa hauwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale waliojitoa wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukutoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara cha taa katika mahali pake usipotubu. Uendelee mpaka 8. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikorai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bwana asifiwe. Munaona ya kwamba hili ni kanisa la Efeso ambalo limesifiwa kwa mambo mengi, lakini haya maneno hebu tuyalinganishe na maneno yaliyoko kwenye muhuri wa kwanza. Asome sura yake ya 6 ya Ufunuo mstari wa kwanza na wa 2. Anasemaje? Tuyalinganishe, tutoe fafanuzi pamoja. Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza na wa 2. Sura ya 6 mstari wa kwanza na wa 2. Kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua mmoja ya zile mihuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Neno la Mungu linatonyesha kanisa la kwanza la Efeso
kuanzia mwaka Yesu alipolianzisha mwaka wa 27, si ndio? Baada ya Kristo hadi mwaka wa 100 kunazungumzwa historia ya kanisa la Efeso, ambalo maana ya neno Efeso ni kitu kinachopendeza. Na hili kanisa lililofananishwa na mji wa Efeso uliokuwa umeitwa mji unaopendeza kwa sababu zake ambazo hatutazizungumzia kwa muda huu. Hili kanisa, neno la Mungu linasema ya kwamba lilikuwa na matendo ya kuwasaidia wahitaji, lilikuwa na matendo ya kusaidia yatima na wajane, lilikuwa na matendo mema mbele ya watu ya kusaidia watu, lakini pia lilikuwa na taabu ya kuteswa na Wayahudi wakishirikiana na serikali ya Rumi. Katika taabu hiyo lilikuwa na uvumilivu. Lilikuwa na nini? Na uvumilivu. Lakini sio hivyo tu, lilikuwa haliwezi, huo uvumilivu ndio inayoitwa subira, ni neno moja. Katika ule uvumilivu na yale matendo mazuri, lilikuwa haliwezi kuchukuliana na watenda maovu. Yaani ukiingia ndani ya kanisa lile, ilipaswa uachane na uovu wako au na dhambi. Kama unashikilia dhambi, walikuwa wanakukemea. Waliweza kukemea dhambi. Lakini pia anasema ya kwamba lilikuwa linaweza kutambua wale wanaojiita mitume, kumbe ni manabii wa uongo. Ndiyo. Jambo lingine, hili kanisa lilikuwa linasubira na uvumilivu kwa ajili ya neno la Kristo au kwa jina la Kristo bila kuchoka. Lakini kuna sehemu lilifika ambapo tutafika kwenye ile baragumu. Kuna sehemu lilifika upendo ndani ukafanyeje? Upendo ukapungua. Bahati nzuri lilikuwa ni kanisa linaloonywa na kuonyeka. Sijui kama tuko pamoja. Na wakati upendo ulipopungua, neno la Mungu lililowaambia kwamba mliacha upendo wenu wa kwanza, lakini kumbuka ulikoanguka utende matendo kama yale ya ngapi? Ya lini? Ya kwanza. Mitume waliokuwa ndio malaika wa kipindi kile au wasimamizi wa kanisa kipindi kile walijua hilo jambo na hilo onyo wakalielewa, mpaka akina Paulo, akina Petro, akina Yohana wakagundua upendo umepungua ndani ya kanisa, wakaanza kuwafundisha washiriki kuwa na nini? Kuwa na upendo. Kwa hiyo kitu kingine cha kujifunza kwenye kanisa hili ni kwamba lilikuwa linaonywa lakini linakubali kurekebika. Tuko pamoja? Jambo lingine ambalo limesifiwa ni kwamba lilikuwa haliwezi likakubaliana na matendo ya Wanikolaiti. Matendo ya Wanikolaiti ni walimu wa uongo wa kipindi kile waliokuwa na fundisho linalosema predestination. Wanaojua Kiingereza vizuri watatusaidia. Predestination. Mbona Kiingereza kinakuwa ngumu? Kwa Kifaransa tunasema predestination. Sasa hayo masomo au hiyo imani ni imani iliyoletwa na Nikolao kwa sababu ya kuchoka njia ya Ukristo na kwa sababu ya kutozuia matendo yake mabaya. Kukaanzishwa imani inayosema kwamba kilichofanya Yesu aweze kuwa na utakatifu, aweze kuwa na tabia njema zisizotenda dhambi, ni kwamba yeye alikuwa ni Mungu, alikuwa hana mwili. Hayo maneno mtayasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 4, sura yake ya 2. Hayo maneno mtayasoma yanayosema kwamba mtu anayekuja akisema kwamba Yesu hakuwa na mwili, huyo mtu ni antikristo, halafu ni muongo. Wenye dhambi walikuwa wanajitetea, lakini wa ndani ya kanisa wanataka kujitetea kwamba maovu yao ni binadamu tu, kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kutenda mema. Kama uliandikiwa mbingu tu utaipata, kama uliandikiwa kuangamia huna namna ya jitihada. Hayo mafundisho mitume hawakuweza kukubaliana nayo. Kanisa la namna hiyo, maandiko yamesema ya kwamba
linaendana na muhuri ambaye farasi aliyetoka alikuwa ni mweupe. Ina maana hilo kanisa lilikuwa na usafi. Hivi tuko pamoja? Ndio. Na aliyekuwa juu ya farasi alivaa mavazi meupe akiwa na upanga ili ashinde na aendelee kufanyeje? Kushinda. Huo ni muhuri unaoendana na nini? Na hili kanisa. Lakini kwenye baragumu, tusome Ufunuo sura yake ya 8, watusomee Ufunuo sura ya 8. Vita vya kidunia, siasa za kidunia liliathiri nini kanisa hili kwenye baragumu? Si baragumu tumesema ya kwamba ni vita vya kidunia vinachoathiri kanisa la nani? La Mungu na kazi ya nani? Ufunuo sura yake ya 8. Ebu na mtusomee. Ebu sura yake ya ndio. Kwenye hii mihuri, kwenye hizi baragumu, ebu atusomee Ufunuo sura ya 8 mstari wa 7. Sura yake ya 8 watusomee mstari wa 7. Anasemaje? Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu. Changamana. Vilivyotangamana, lakini inawezekana ni changamana. Vilivyochangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theruthi ya nchi ikateketea, na theruthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Asante sana. Malaika wa kwanza alipopiga baragumu katika siasa za kidunia zilizokuwepo kile kipindi cha kanisa la kwanza, ambalo ni kanisa la nini? La Efeso. Siasa iliyokuwepo kipindi kile katika ufalme wa Rumi, ilichokuja kuzaa ni mvua ya mawe na moto vilivyochangamana na damu, vikatupwa juu ya nchi. Theruthi ya nchi ikateketea, na theruthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Nini maana ya maneno haya? Hili neno linalotuambia ya kwamba kukawa na moto uliochangamana na damu. Huu moto ni dhiki. Ni nini? Dhiki. Moto huu ni dhiki. Ufunuo, kitabu cha Great Controversy, sura yake ni ya 2, maneno yanayomalizia hiyo sura ya 2. Neno la Mungu linaonyesha ya kwamba huu moto ni dhiki. Anasema ya 48 Kiingereza. Kuna swali lingine tena lenye umuhimu zaidi linalopaswa kushughulisha usikivu wa makanisa leo. Mtume Paulo anasema kwamba wote watakaoishi maisha ya utauwa katika Kristo watapatwa na mateso. Kwa nini basi kwa kiwango kikubwa mateso yanaonekana kutulia? Sababu pekee ni kwamba kanisa limekubaliana na kupatana na kiwango cha hali ya ulimwengu, na hivyo haliamushi upinzani wowote. Dini iliyopo katika wakati wetu sio ile iliyo ya tabia safi na takatifu iliyokuwa kitambulisho cha imani katika nyakati za Kristo na mitume wake. Hili ndiyo sababu kweli kuu za neno la Mungu hazijaliwi kabisa hii ni kwa sababu tu roho ya kupatana na kukubaliana na dhambi, kwa sababu kweli za neno la Mungu hazijaliwi kabisa, kwa sababu kuna uchaji wa Mungu kidogo ndani ya kanisa, kiasi kwamba Ukristo unaonekana wazi kabisa kupendwa sana na ulimwengu. Hebu kuwepo na uamsho wa imani na nguvu ya kanisa la kwanza, ndipo roho ya utesaji itakapofunuliwa na moto wa mateso kuwashwa tena. Nilichokuwa ninatafuta hapa ni neno linalosema moto wa nini? Moto wa mateso. Kinachozungumzwa hapa katika siasa zilizokuwepo kipindi kile zimesababisha mateso. Nini? Mateso ambao huo moto wamesema umechangamana na nini? Na damu.
hayo mateso yamemwaga damu ya watoto wa Mungu. Ndani ya sura hii, sura yake ya kwanza, neno la Mungu linatuambia kwamba mateso haya yalianzishwa na mfalme Nero wakati wa kifo cha ushindi cha Paulo. Yaliyoanzishwa na mfalme Nero wakati wa kifo cha ushindi cha Paulo yaliendelea kuongezeka ukali zaidi au kupungua ukali kwa karne nyingi. Unaona ya kwamba haya mateso kwamba yalianza wakati wa mfalme nani? Nero. Unajua, ili kuamsha mateso haya kwa Wakristo, historia inatuambia kwamba Nero mwenyewe aliuchoma mji wa Roma. Si ndio? Ndio. Hayo maneno yameandikwa ndani ya kitabu hiki cha AA, ukurasa, nione kwamba ninaweza kupata ukurasa haraka, ni sura ya 48. AA sura ya 48, hebu niwape ukurasa. Ni ukurasa wa 494 paragrafi ya pili. Neno linasema ya kwamba Wayahudi walifufua mashtaka yao kwa Paulo ya kutisha na kupotosha na uasi. Waliungana na Waroma ili kuweka kesi ya kuungua kwa mji wa Roma juu ya Paulo. Nimewaambia ni chapter ya 48 ukurasa wa 494 paragrafi ya pili. Nimewapa ya Kiingereza. Ndio. Ni sura ya 48, muwe wepesi basi. Naomba msikilize. Sasa hii baragumu ilipopigwa, ina maana siasa za Rumi ya kipagani kipindi cha Nero zikafanya njama ili Wakristo wafanyeje? Waweze kuuawa, waweze kuteswa, na hayo mateso yakazaa damu ya Wakristo. Neno la Mungu linasema ya kwamba majani mabichi yakaungua. Nini? Majani mabichi ni washiriki, lakini walio wachanga. Unajua mara nyingi mateso yanawaumiza wale walio wachanga, au sio? Lakini sio hao tu, bali na miti. Wenye haki walio imara kama akina Paulo waliuawa. Wenye haki walio imara kama akina Petro walifanyeje? Waliuawa. Wenye haki walio imara kama akina Timotheo waliuawa kwa ufalme wa Rumi kipindi cha nani? Cha Nero. Hiyo ni baragumu ya ngapi? Ni baragumu ya kwanza. Na neno limetuambia kwamba kukawa na mvua ya mawe. Unajua mvua ya mawe ni ubaridi wa kiroho. Si katika Efeso wamesema upendo wa kwanza umefanyeje? Umepungua. Naomba nisonge mbele niingie kwenye baragumu ya pili na kanisa la pili. Tusomee Ufunuo sura yake ni ya pili, mstari wake wa 8 hadi mstari wake wa 11. Hebu mtusomee mstari wake wa 8 hadi wa 11. Malaika wa pili akapiga baragumu na kisha Ufunuo sura ya pili mstari wake wa 8 hadi 11. Tunaanza na kanisa kwanza. Sura ya pili mstari wa 8 mpaka 11. Tunafika kipindi cha Simirini. Haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi ya Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hata patikana na madhara ya mauti ya pili. Hebu atusomee na muhuri unaoendana na kanisa hili au kipindi hiki cha kanisa. Ufunuo sura ya 6 mstari wake wa 3 na mstari wake wa 4. Sura ya 6 mstari wake wa 3 na mstari wa 4.
Na alipofungua muhuri ya pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Mungu ahimidiwe. Amina. Katika historia ya kipindi hiki kinachoendana na huu muhuri ni kipindi cha Smirna. Kipindi cha Smirna kinaanzia mwaka wa 100 hadi mwaka wa 313. Kinachozungumzwa ni yale mateso yaliyokuwa yameanzishwa na Nero, yaliyohamia katika hiyo karne ya pili. Hivi tuko pamoja? Na kuendelea mbele. Lakini kinachozungumzwa hasa ni kwamba hiki kipindi kimekuwa na sifa ya mateso makubwa zaidi ya yale yaliyotangulia. Kama mnavyosikia neno linavyosema kwamba kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna naandika, haya ndiyo aliyenena yeye aliye wa mwanzo na wa mwisho, aliyekufa kisha akawa hai. Unaona ya kwamba hili ni neno la faraja kwa wale wanaokufa. Anayesema ni aliyekufa kisha akawa hai. Anaendelea, najua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua matukano ya hao wasemao kuwa ni Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi ya Shetani. Bado ni kanisa la Wayahudi lilikuwa linawachomekea. Usiogope mambo yatakayo kupata. Ibilisi anaenda kuwaweka katika majaribu siku 10, lakini uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye ashindaye hatapata madhara ya mauti ya pili. Hawa watu walikuwa kwenye mateso ya kifo. Katika muhuri, neno la Mungu limetuambia ya kwamba mwana wa Mungu alipofungua muhuri ya pili kwa mateso, kuna dalili ya mateso ya kipindi kile. Anasema nikasikia mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Mwekundu sana. Si wekundu na maanisha damu. Ina maana katika kile kipindi kanisa la Mungu wamemwaga damu ya washiriki ndani ya kanisa. Ni Warumi wanaendelea. Tumewaambia kwamba baragumu ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 ni vita vya Warumi wenyewe kwa wenyewe. Lakini nakuja kutaka kusema neno. Anasema ya kwamba ni farasi mwekundu. Ina maana ni mateso zaidi. Na yeye aliyepanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Huu upanga unaozungumzwa mkubwa ni mateso yaliyosababishwa na Dioklesiano. Na nani? Halafu haya mateso yaliyosababishwa na Dioklesiano, ina maana katika zile falme za Rumi alipoondoka Nero, wafalme wengine waliomfuata, unajua wamefuatana wafalme wengi katika ufalme wa Rumi, lakini sio kwamba walikuwa wanajiondoa wao, bali walikuwa wanaondoana kwa vita. Kwa nini? Kwa vita. Sasa katika hiyo siasa ya Kirumi, ilipofika mwaka wa 303 ukatimia neno lililomo ndani ya Ufunuo, sura yake ni ya 8 mstari wake wa 8. Soma 8 mstari wa 8. Wanazungumza mlima mkubwa. Soma sura ya 8 mstari wa 8. Ndiyo. Maandiko yanasema, malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa wakao moto kikatupwa katika bahari, theluthi ya bahari ikawa damu. Mstari wa 9. Wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo baharini vyenye uhai, theluthi ya merekebu zikaharibiwa. Munaona ya kwamba hapa wanazungumza mambo ya kumwaga damu. Na wanasema ya kwamba moto kama uwakao nini? Mlima ulio kama kuwaka nini? Moto. Na tumeona moto ni nini? Moto ni mateso. Huu mlima unaoonekana kuwaka moto ni kutawala kwa Dioklesiano. Ule utawala wa Dioklesiano
kwenye kanisa la Mungu umekuja ukiwa kama mlima unaowaka nini? Unaowaka moto. Yeye ameingia madarakani akiwa na chuki binafsi, si ya kupandikizwa na Wayahudi, bali yeye mwenyewe akiwa nayo binafsi kwa ajili ya kanisa la Kikristo. Naye gutiteka nitasemaje? Kuna namna walivyokuwa wanaandika barua halafu wanaiwekea muhuri, kama vile kipindi cha Esther iliyokuwa imeandikwa ya kuwaua Wayahudi. Sasa na yeye alikata hukumu ya namna hiyo kwamba Ukristo duniani ufanyeje? Uondolewe, si kwa kushawishiwa na Wayahudi, bali kwa chuki yake nini? Kwa chuki binafsi. Hivi tuko pamoja? Ndio. Na kwa chuki hiyo Wakristo wamekufa kuanzia mwaka wa 303 hadi mwaka wa 313, kifo kisicho cha kawaida. Bali moto wa mateso uliongezeka zaidi na nini? Zaidi na zaidi. Ndicho kinachozungumzwa ndani ya muhuri wa pili, ndani ya baragumu ya tatu, ndani ya baragumu ya pili, na ndani ya kanisa la ngapi? La pili, ambalo linaitwa lini? Smirna. Lakini bahati nzuri Wakristo wa kipindi kile waliweza kupata nguvu za kuweza kuvumilia hayo mateso, mpaka neno la Mungu linatuambia ya kwamba damu ya Wakristo iliyokuwa inamwagika ilikuwa ni sawasawa na mbegu iliyofanyeje? Iliyopandwa ili kuzaa Wakristo wengine. Kwa sababu zile sherehe za kuwaua Wakristo zilichokuwa zinazaa ni kuzaa Wakristo wengine. Yesu alikuwa anashinda mara 3. Kwanza, wale Wakristo walikufa katika imani. Walikufa katika nini? Wakawa washindi mbele za Mungu, wakupata uzima wa milele. Huo ulikuwa ni ushindi wa kwanza. Ushindi wa pili, yale mateso yaliwafanya Wakristo wapendane zaidi. Yaliwafanya wapendane zaidi. Hiyo ni faida ya pili iliyopatikana. Na faida ya tatu iliyopatikana, damu ya Wakristo iliweza kuzaa Wakristo wengine. Hapo shetani, pamoja na kwamba alitumia mateso ya namna hiyo, lakini hakuweza kufaulu. Naomba nizungumzie kwenye baragumu kanisa la Smirna kinachonukia vizuri au ubani. Wakristo walikuwa wanateswa, lakini Ukristo wao unazidi kuenea sehemu zote na imani yao inazidi kuimarika zaidi. Katika baragumu ya pili, japo shetani ameleta mateso kutumia siasa ya Rumi, kipindi cha Smirna iliyoingiliwa sana na Dioklesiano, lakini kanisa la Kristo liliendelea kufanyeje? Kuongezeka na kusonga mbele. Tunaingia kwenye baragumu ya tatu na kanisa la tatu na muhuri wa tatu. Ufunuo sura ni ya pili, tusomee mstari wa 12 hadi mstari wa 17. Sura ya pili mstari wa 12 hadi 17. Kuna maneno tunataka kuunganisha. Ufunuo sura ya pili mstari wake wa 12 hadi 17. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Kwamba napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nao walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu. Hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balamu, yeye aliyemfundisha Baraki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio
na alisikie neno lile ambalo Roho ambaye aambiaye makanisa, yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayeipokea. Soma na Ufunuo sura yake ya 6 mstari wake wa 5 na wa 6. Na alipofungua muhuri ya 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusuru pia, na vibaba 3 vya shairi kwa nusuru pia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Soma Ufunuo sura yake ya 8 mstari wake wa 10. Kwamba malaika na mstari wa 11. Malaika 11. 10 na 11. Malaika wa 3 akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemchemi za maji. Na jina lake ile nyota yaitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Asante sana. Tunajifunza habari za kamba 3, kamba ya nyuzi 3 ndani ya kitabu cha Ufunuo, ambayo hiyo kamba ya nyuzi 3 ni unabii wa makanisa 7, unabii wa mihuri 7, unabii wa baragumu 7. Tuko pamoja? Ndio. Hiyo kamba ndio tunayoisuka. Ya nyuzi ngapi? 3 ya Ufunuo. Makanisa 7, mihuri 7 na baragumu 7. Kanisa la kwanza la Efeso lilikuwa ni kanisa la kupendeza, ndiyo, lililoweza kuwa na matendo mema ya kusaidia wasiojiweza, lililokuwa na kuhubiri neno la Mungu, lililokuwa na kuvumilia mateso, lililokosolewa likakubali kurekebika, lisilo kuchukuliana na watu waovu, kanisa lisilokubaliana na mafundisho ya Wanikolaiti, kanisa lililotambua wale wanaojiita mitume kumbe ni manabii wa nini? Wa uongo. Hilo kanisa lilifananishwa na farasi nyeupe, ambayo hiyo farasi nyeupe ni kanisa lililokuwa safi. Ni kanisa lililokuwa safi. Ndiyo maana tunaagizwa kurudisha kanisa kwenye uwanja wa nini? Wa mitume. Hili kanisa liliweza kuvamiwa na siasa za Rumi, na hizo siasa za Rumi zikasababishia mateso hili kanisa kuanzia kipindi cha mfalme Nero. Moto wa mateso ukawashwa, kwa kuwa alipopiga baragumu kumepatikana moto na damu na mvua ya mawe. Tuko pamoja? Ni mateso, ni kupoa kwa ule upendo, lakini pia ni kumwagika damu kwa watoto wa nani? Wa Mungu. Tumeona kanisa la pili ni kanisa la Smirna, kuanzia mwaka wa 100 hadi mwaka wa 313. Ili kanisa la Smirna ni kitu kinachonukia vizuri au ubani. Na kama vile ubani unavyotoa harufu nzuri unapouharibu, unapoukanyaga, unapouchoma moto, ndivyo katika muhuri wa pili kumepatikana farasi mwekundu, mateso. Lakini pia katika serikali ya Rumi kumetawala mfalme aliyefananishwa na mlima wa nini? Wa moto. Katika vita vya Rumi kwa wao Dioklesiano akaingia kwenye mamlaka. Hivi tuko pamoja? Dio. Lakini akiwa na mateso makali kwa siasa yake, ikiwa ni kulimaliza kanisa la nani? Ni kulimaliza kanisa la Mungu. Tunaingia
kwenye kanisa la tatu. Kipindi cha tatu cha kanisa ni kipindi cha Pergamo. Kipindi cha nini? Pergamo. Kipindi cha Pergamo tumesomewa. Pergamo tumesomewa. Ni kipindi cha kanisa kuanzia mwaka wa 313 hadi mwaka wa 538. Tuko pamoja? Katika historia ya kanisa kipindi hicho, neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba kanisa lilikuwa mahali palipoinuka. Ndiyo maana ya Pergamo. Kanisa la Kikristo lilijulikana katika serikali za dunia. Yaani liliungana na serikali ya nini? Ya dunia, ambacho Biblia imesema ni kukaa mahali pa shetani. Mahali pa kiti cha nani? Cha shetani. Cha shetani. Neno la Mungu limetuambia ya kwamba katika kanisa la Pergamo kumepatikana shahidi wa Mungu anayeitwa Antipa. Nani? Antipa. Shahidi wa Mungu anaitwa Antipa. Katika historia ya kanisa hili, kwenye mlima wa Pergamo au kwenye mji wa Pergamo aliishi au alikaa Myahudi anayeitwa Antipa. Tuko pamoja? Huyu Antipa alikuwa shahidi wa Mungu. Lakini ndani ya mji huo wa Pergamo, Wakarudaya waliposhindwa na Wamedi na Waajemi, walikimbizia miungu yao. Nini? Miungu yao kwenye mji wa wapi? Wa Pergamo, na kuanza ibada ya miungu pale na shule kuu ya miungu. Na huyu Antipa alipowapinga wakamuua. Alipopinga hiyo miungu akafanyeje? Akauawa pale. Hivi tuko pamoja? Ndio. Kanisa la Mungu lilipofika kipindi cha Pergamo mwaka 313, lilipoungana na serikali za kidunia, upagani wa huyu mfalme Konstantino aliyeingia kanisani, kuingia kwake kumeangusha kwenye siasa, kwenye mambo ya siasa. Hivi tuko pamoja? Si kwenye baragumu ya tatu wamesema kwamba alipopiga baragumu ya tatu nyota akaanguka kutoka wapi? Mbinguni. Si ndivyo tumesoma? Si ndivyo tumesoma? Kuingia madarakani ni siasa za kidunia zilivyo asili kanisa la nani? La Mungu. Ndiyo maana ya baragumu. Konstantino aliingia madarakani kwa kumupiga vita Dioklesiano na kumshinda. Na historia inatuonyesha ya kwamba Dioklesiano aliposhindwa na Konstantino alijinyonga kifo cha njaa. Yaani alijinyonga, alikataa kula chakula mpaka akafanyaje? Akafa kwa sababu ya kupigwa vita akashindwa. Baragumu ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne ni vita vya Warumi wenyewe kwa wenyewe. Unajua ndani ya hivi vita, ndani ya hizi baragumu ni historia ya vita, japo hatuingii ndani zaidi, lakini tunawapa mwelekeo. Hivi tuko pamoja? Ndio. Sasa kuingia kwa Konstantino kumeleta mambo mengi katika mabadiliko ya kanisa, iwe katika ule muhuri, iwe katika baragumu, iwe katika kanisa la tatu, kumeleta mabadiliko. Ndipo kanisa limeungana na nini? Na serikali za dunia. Hivi tuko pamoja? Ndipo ibada ya wapagani na miungu ya upagani imeingizwa ndani ya kanisa, ambacho maandiko yamesema ya kwamba Balaam na Balaki walifanya makubaliano. Balaam na nani? Balaki. Ndani ya Agano la Kale ndio kuna historia ya Balaam na Balaki. Katika kitabu cha Hesabu sura yake ya 23, 24, 25, hapo ndio kuna historia ya Balaam na nani? Na Balaki. Balaki alikuwa ni mfalme wa Moabu. Balaamu alikuwa ni nabii wa nani? Wa Mungu, ambaye alipenda pesa za Balaki ili kulaani wana wa Israeli, lakini kwa kumuhonga nini? Pesa. Balaam wa kipindi cha wana wa Israeli wakiwa jangwani, wakiwa wanakaribia kuingia nchi ya Kanaani, amemaanisha ndani ya kanisa la Pergamo mzee wa kanisa ambaye ni Silvester. Ni nani? Ni Silvester.
Balaki anafananisha mfalme wa Warumi anayeitwa Konstantino. Tuko pamoja? Muungano wa hawa wawili ndio umetumika ili kuliangusha kanisa la nani? Kanisa la Mungu. Tuko pamoja? Naingia kwenye muhuri. Alipovunja muhuri wa tatu, kumetokea nini? Nikasikia yule watatu mwenye uhai akisema njoo. Tazama nikaona farasi mweusi. Farasi mweusi ni giza lililoingia ndani ya kanisa. Giza la kiroho ndani ya nini? Ukatholiki ulipoanzishwa. Makubaliano ya Konstantino na Silvester, muungano wa kanisa na serikali, vilichokileta ni nini? Ni nini? Ni giza. Hapa si ni farasi mweusi? Ndio. Farasi mweusi ni nini? Ni giza la kiroho. Hivi tuko pamoja? Kwenye muhuri anaendelea kusema, na yeye aliyepanda ana mizani mkononi mwake, muzani wa kupima kiwango cha mambo ya Mungu, cha misingi ya imani. Muzani wa kupima nini? Kiwango cha nini? Cha misingi ya imani kilikuwa kimefanyeje? Kimeshuka. Maandiko yakasema, nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema, kibala cha ngano. Kibala ni kipimo. Kipimo cha ngano kwa nusu rupia, na vipimo vitatu vya shairi kwa nusu rupia, wala usiyazuru mafuta wala divai. Nini maana ya neno hili? Kibala ni gorogoro. Ni gorogoro? Ila ni aina ya kipimo. Ndiyo. Mungu akubariki sana. Na shairi kwa nusu rupia. Lakini mafuta na ngano na divai usifanyeje? Usivizuru. Nini maana ya neno hili? Mwanadamu kawaida anaishi kwa chakula ambacho ni cha nafaka. Hapa shairi na ngano ni nini? Ni nafaka. Si ndio? Hivyo ndivyo vinavyoimarisha uhai wa mwanadamu. Kiroho, mafundisho ya neno la Mungu ndiyo yanayoimarisha imani. Yanafananishwa na ngano na nini? Na shairi. Hivi tuko pamoja? Kipindi cha Pergamo, mafundisho ya kujenga imani yaliharibiwa kiasi kwamba kuyapata ilikuwa ni kwa gharama kubwa. Mpaka hapa tuko pamoja? Mafundisho ya kuimarisha nini? Imani, kama vile ngano na shairi, yalikuwa ni adimu kwa sababu ya kuharibiwa. Lakini wakasema mafuta na divai usifanyeje? Usivizuru. Naomba niwaulize, mtu anaweza kuishi kwa kula mafuta? Yaani hakuna mahindi, hakuna ngano, hakuna maharage, hakuna mtama, halafu wakawa wanakuletea madumu ya mafuta kwamba ndio uishi na chakula na hivi. Utaishi? Haiwezekani. Na kwa divai utaishi? Haiwezekani. Maana yake mafundisho mepesi katika kipindi cha Pergamo walifanyeje? Yaliachwa bila kuathiriwa, lakini mafundisho yanayoimarisha imani yakafanyeje? Yakaondolewa kiasi kwamba yalikuwa na gharama kipindi kile kuyapata. Mpaka hapa tuko pamoja? Hebu tuingie kwenye siasa. Haya mambo yalikuwa na mahusiano gani na mabadiliko ya siasa au na siasa za Kirumi? Katika baragumu, mstari wake ni wa 10, sura yake ya 8 mstari wa 10. Naomba tuwe pamoja. Anasema, malaika watatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemichemi za maji, na jina la nyota ile ikaitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Siasa za Kirumi ziliingilia mambo ya imani. Kipindi cha Pergamo
Katika baragumu ya tatu, siasa za Rumi ya kipagani ziliingilia mambo ya nini? Mambo ya dini au mambo ya imani, mpaka aliyekuwa mzee wa kanisa Nyota akaanguka. Tuko pamoja? Na ilipoanguka, huyu kiongozi wa dini aliangukia maji, aliangukia mito. Wamesema na nini? Wamesema vitu vitatu. Ilianguka juu ya chemichemi za maji na mito, ndiyo. Ikaanguka juu ya theruthi ya mito na juu ya chemichemi ya maji. Haya maji yanayozungumzwa ni neno la nani? La Mungu lililoharibiwa. Neno la Mungu linasema ya kwamba na hayo maji yakatiwa uchungu, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa maana yalitiwa uchungu. Maana yake mafundisho ya neno la Mungu, serikali ya Rumi nayo ilifanyeje? Iliyatoa na kuyachafua. Watu waliofundishwa hayo mafundisho yaliyoharibiwa, imani yao ikafanyeje? Imani yao ikafa. Siasa za Rumi katika kipindi cha Pergam zinazoendana na baragumu ya ngapi? Ya tatu, zilishambulia mambo ya nani? Mambo ya imani. Nafikiri ya kwamba niende mbele. Benjamin ameenda mbali. Nitasoma. Okay. Ubarikiwe. Ufunuo, tunaingia kwenye baragumu ya 4 inayoendana na kanisa la 4 na muhuri wa ngapi? Na muhuri wa 4, ili tuwe tumemaliza ile sehemu ya kwanza. Nimesoma Ufunuo kwa maelezo. Mutasoma kitabu cha Pambano Kuu sura yake ya 3. Lakini ukisoma Pambano Kuu sura ya ngapi? Ya 3. Haya mambo ndiko utakuja kuyapata. Naomba nisome ndani ya kitabu, tusome ndani ya kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Tunaanzia kwenye mstari wake wa 18. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika. Haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. 19. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamuridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. 21. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Nimemaliza. 22. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye uchunguzaye fikira na mioyo, viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa malaika juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vidondoavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho anaambia makanisa. Katika kanisa hili la 4 Thuatira
kuanzia mwaka wa 558 hadi mwaka 1755. Naomba msikilize. Tuatila 1538 hadi 1755. Historia inayozungumzwa hapa inazungumza Ukatholiki, lakini pia na matengenezo ya Kiprotestanti. Ukatholiki na matengenezo ya nini? Ya Kiprotestanti. Naomba msikilize. Neno linalosema ya kwamba mwanamke Yezebeli. Mwanamke nani? Yezebeli. Anayezungumzwa humu linazungumzia Ukatholiki. Kipindi kile Ukatholiki ulikuwa unafanya kazi na umeshaimarika. Ukatholiki ukifananishwa na mwanamke nani? Yezebeli, kwa sifa zifuatazo. Mwanamke Yezebeli ni mwanamke aliyemtawala mume, si ndio? Ahab. Kanisa la Katholiki ni kanisa lililotawala serikali. Tuko pamoja? Mwanamke Yezebeli ni mwanamke aliyeleta miungu ndani ya Israeli, ibada ya miungu. Kanisa la Roman Katholiki limeleta ibada ya kuabudu miungu katika Ukristo. Mwanamke Yezebeli ni mwanamke aliye waua manabii wa Mungu, akimuinda na Elia amuue. Kanisa la Katholiki ndilo limeua watengenezaji waliokuwa watetea ukweli. Ndiyo maana kwa sifa hizo kanisa la Katholiki kipindi cha Tiatira limefananishwa na mwanamke nani? Yezebeli, anayefundisha watu wa Mungu kula nyama zilizowekwa kwa sanamu, zilizotolewa sadaka kwa sanamu na kuwasababishia watu wa Mungu wazini. Ni kanisa la Roman Catholic. Paka hapo tuko pamoja? Ndio. Katika kanisa hili kunazungumziwa Uprotestanti. Ukifanya kazi kwa maneno yanayosema ninayajua matendo yako na subira yako na uvumilivu wako, ndio, lakini chini anasema na matendo yenu ya mwisho yamekuwa mazuri zaidi ya yale ya kwanza. Ina maana matengenezo yalikuwa yakipata nguvu zaidi na zaidi. Kwa mfano kama kipindi cha Martin Luther, ni matengenezo yamekuja wakiwa kuna watengenezaji wengine waliotangulia, lakini matengenezo ya kipindi chake mpaka yamefika kwa wakuu wa nchi. Katika sura hii nuru walioweza kuipata, neno la Mungu limesema ya kwamba sikubebeshi mzigo mwingine, bali shika ulicho nacho. Ndicho ninachozungumza hapa kwenye hili kanisa. Naomba tuingie kwenye muhuri. Kwenye muhuri unaoendana na kanisa hili, nini kilifanyika? Soma mstari wake wa 7 wa sura ya 6. Ufunuo 6:7. Anasemaje? Na alipoufungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya roho ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa wanyama wa nchi. Katika muhuri hii akaonekana farasi wa kijivujivu na aliye juu yake akiwa ni Mauti. Huyu farasi anaonyesha kanisa kipindi cha Tiatira alikuwa ni mambo yasiyoeleweka. Mambo yasiyofanyeje? Yasiyoeleweka. Ukristo umegawanyika mara mbili. Ukatholiki, Uprotestanti. Halafu Wakristo wanawaua Wakristo wenzao. Haya mambo yalikuwa ni mambo yanayochanganya. Lakini neno limesema ya kwamba aliyekuwa juu ya farasi huyo alikuwa ni Mauti. Watoto wa Mungu kipindi kile cha Tiatira wamekufa zaidi ya milioni 50. Hiki kifo
nacho kimekuwa ni kifo cha kutisha. Katika baragumu kunasemwa nini? Soma Ufunuo sura yake ya 8 mstari wake wa 12. Ufunuo 8:12 panasema malaika wa 4 akapiga baragumu, theluthi ya jua ikapigwa, na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana usiangaze theluthi yake, na usiku vivyo hivyo. Mstari wa 13. Kisha nikaona, nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kuu, ole, ole, ole wao wakaao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti za baragumu zilizosalia za malaika watatu walio tayari kupiga. Naomba msikilize tahadhari. Katika kanisa la 4 la Tiatira, tumesema ni kwanza 538 hadi 1755 ndani ya Tuatila kuna zungumuzwa ndani baragumu 3. Baragumu ya 4 iko Tuatila, baragumu ya 5 iko Tuatila, baragumu ya 6 sehemu yake ya kwanza iko Tuatila. Hapa ndo kuna kazi. Kwenye kanisa la Tuatila linaunganisha baragumu ngapi? 3. Zinaunganisha baragumu 3. Linaunganisha baragumu ya 4 inaishia humu. Baragumu ya 5 inaishia ndani ya nini? Ya Tuatila. Na baragumu ya 6 sehemu yake moja inakuwa katika Tuatila. Sasa hapa ninaenda kuzungumzia ile baragumu ya 4. Kwenye baragumu ni Tiatira upande wa A. Kuna A, kuna B, kuna na C. Sijui kama tuko pamoja. Bado hamujanisikia? Kwenye kipindi cha 4 cha Tiatira, chenyewe kinaunganisha baragumu ngapi? 3. Kinamaliza baragumu ya 4, kinaingia baragumu ya 5 inaishia humo, na baragumu sehemu moja ya baragumu ya 6 nayo yimo ndani ya nini? Ya Tiatira. Kwa hiyo tunapofika kwenye Tiatira hatutaenda kwenye ule mtiririko tulioanza nao. Kwenye baragumu ya 4 Tiatira A. Tiatira A kwenye baragumu. Neno la Mungu limesema ya kwamba yule farasi wa kivujivu alipoonekana, kuna matukio mengine ambayo yameonekana pamoja naye. Theluthi ya jua ikapigwa, theluthi ya mwezi, theluthi ya nyota, ili kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana usiangaze theluthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Kinachozungumzwa hapa, siasa za Rumi ambazo zimeingilia mambo ya dini katika baragumu ya 3 na kuchafua maji. Katika baragumu ya 4 na jua, nyota na mwezi navyo viliguswa. Jua mnavyofikiria ni nani? Si ni Yesu? Kipindi cha Tiatira kimegusa kwenye mamlaka ya Yesu. Agano Jipya. Lakini pia na mwezi nao ulifanyeje? Uliguswa. Mwezi ni nini? Nao jifunza unabii. Mwezi ni nini? Manabii au amri za nani? Au amri za Mungu. Nazo zilifanyeje? Ziliguswa katika kipindi cha Tiatira, zilishambuliwa. Sio hivyo tu, wamesema ya kwamba na nyota. Nyota ni wachukua nuru. Nini? Wachukua nuru. Nao waliguswa katika kipindi cha Tiatira. Ina maana watoto wa Mungu walishambuliwa, Yesu akashambuliwa,
amri za Mungu zikafanyeje? Zikashambuliwa katika kipindi cha baragumu ya ngapi? Katika baragumu ya 4, lakini nazungumzia A. Hivi tuko pamoja? Na hapo tumetoka. Sasa hapa tunaenda kwenye muhuri wa 5. Tuko pamoja? Halafu tuingie kwenye baragumu ya ngapi? Ya 5, lakini kanisa bado tuko kwenye kanisa gani? La Tiatira. Sawa? Naomba tusome muhuri wa 5 anasemaje? Soma muhuri wa 5. Ufunuo 6. Mstari wa 9. Nalipoufungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. 6:10. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu na mkweli, utakawia hadi lini kuhukumu na kuilipa damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wasubiri bado muda mchache hadi itakapotimia idadi ya watumishi wenzao na ndugu zao watakaouawa kama wao walivyouawa. Muhuri wa 5 unaendana na lile kanisa la Saridi. Kanisa la nini? Saridi. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1, napo pasome ili tulinganishe maneno haya. Ufunuo 3 mstari wa 1 panasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Saridi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Najua matendo yako, na kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyobakia yanayotaka kufa. Maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Lakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Saridi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho anaambia makanisa. Kabla hatujaingia Saridi, kabla hatujafafanua muhuri wa 5, ebu tuelewe kwanza baragumu ya 5, kwa sababu baragumu ya 5 yenyewe iko ndani ya kanisa la Tiatira, si ndio? Si ndivyo tumesema? Baragumu ya 5 imo ndani ya nini? Ndani ya Tiatira. Ndani ya Tiatira. Yaani Tiatira inaanza na baragumu ya 4, lakini inashika na baragumu ya ngapi? Ya 5 na 6. Ya 5 na baragumu ya 6 upande mmoja. Basi tuseme baragumu ya 5 ili ndo tuje kwenye Saridi, ndo tuje kwenye muhuri wa 5. Tusome baragumu ya 5, Ufunuo sura yake ya 9. Anasemaje? Baragumu ya 5. Baragumu ya 5 ni Ufunuo 6 mstari wa 9. Mstari wa mstari wa 9. Ufunuo 6:9. Baragumu. Kwa baragumu. Ufunuo 9. Ufunuo 9. Mstari wake wa 1. Ndiyo. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Ndiyo. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mule shimoni kama moshi wa tanuri kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya yule moshi wa shimoni. 3. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi,
wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiyadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Ndiyo. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge. Haya, achia hapo. Yaliyo muhimu ninayotaka msikie ndani ya baragumu hiyo ni hayo, yanayotupa mwelekeo wa baragumu hiyo. Tuwe pamoja mama. Malaika wa 5 alipopiga baragumu, kukatokea nyota ikatoka mbinguni ikaanguka juu ya nchi. Tuwe pamoja mama. Kukatoka nyota akaanguka wapi? Ya nchi. Juu ya nchi. Huyu nyota anayezungumzwa ni Muhammad. Tuko pamoja? Ni nani? Muhammad. Nyota ni kiongozi wa dini, lakini nyota anayeanguka, tuko pamoja? Nyota huyu aliyeanguka ni kiongozi wa nini? Kiongozi wa dini anayezungumzwa katika baragumu ya 5 ni Muhammad. Tuko pamoja? Mstari unaendelea kusema naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Huyo nyota akapewa ufunguo wa shimo la nini? Kuzimu. Akapewa uwezo wa mambo ya za siri za kwa shetani. Hivi tuko pamoja? Kuzimu ni kwa nani? Ni kwa shetani. Alipewa, alivuviwa. Lakini na nani? Na shetani. Chini neno linaendelea kusema na mule shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Kukatoka moshi kama tanuru, kule shimoni kukatoka nini? Katika ule uvuvio kulitoka mafundisho. Kulitoka nini? Uvuvio wa Muhammad, lakini aliopewa na nani? Na shetani. Ukazaa nini? Mafundisho. Sawa? Hayo mafundisho, jua, anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Jua ni nani? Si ni Yesu? Ndio. Anga si ni nuru? Ndio. Yesu na nuru ya Biblia vikatiwa giza kwa sababu ya mafundisho ya Muhammad. Yalikuwa ni mafundisho yanayompinga Yesu, lakini pia yanayopinga nini? Biblia. Sijui kama tuko pamoja. Ndicho kinazungumzwa hapa. Neno la Mungu linasema nzige wakatoka katika ule moshi. Nzige ni waongofu au ni washiriki waliozaliwa na mafundisho ya Muhammad. Hao wanafunzi wanaitwaje? Waislamu. Halijaeleweka? Naelewa. Hao wanafunzi waliozaliwa na mafundisho ya Muhammad ambayo ndiyo yamefananishwa na moshi ni wanani? Ni Waislamu. Waislamu, hii baragumu ya 5 inazungumzia Waislamu wakipigana vita. Si ni vita vya kidunia. Baragumu ni vita vya nini? Vya kidunia, lakini vina asili kazi ya nani? Ya Mungu. Waislamu walikuja kupigana vita na Wakristo wakitaka dunia yote waifanye kuwa nini? Waislamu. Ukubali Uislamu uishi, ukatae Uislamu ufanyeje? Ufe. Ndio ilikuwa ni kanuni. Hii baragumu ya 5 inazungumzia Uislamu unapoenda kuteka nchi na kupiga vita wa Kristo, lakini wakifananishwa na nzige. Na nini? Kwa nini walifananishwa na nzige katika baragumu ya 5, lakini baragumu ya 6 hawakufananishwa na nzige?
Baragumu ya 5 ndo wamefananishwa na nini? Na nzige. Kwa nini? Nzige wanaenda kushambulia lakini wasiwe na mfalme. Wanashambulia bila nini? Bila mfalme. Ndivyo Biblia inasema katika kitabu cha Misali. Hebu tuangalie kupata fungu hili. Misali sura yake ya 27. Nzige 30 mstari wake wa 27. Nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja vikosi. Nzige nao hawana nini? Hawana mfalme, lakini wanaenda kushambulia vikosi. Kipindi cha baragumu ya 5 Waislamu walienda kushambulia Ukristo, lakini bila nini? Bila ufalme. Tuko pamoja? Ndiyo maana hapa wamefananisha na nzige, lakini waliotoka kwenye moshi na uliotoka shimoni, lile shimo lililochimbwa, na nyota aliyetoka wapi? Aliyeanguka. Hivi tuko pamoja? Neno linaendelea kusema mstari wa 4, wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Unajua kila kitu kinaongozwa na mkono wa nani? Wa nani? Hawa Waislamu walipokuja kushambulia Wakristo, waliambiwa ya kwamba wasizuru majane, wasizuru kitu kibichi, wasizuru muti mubichi. Vitu vibichi vinavyozungumzwa hapa vilikuwa vinazungumzia walio kwenye imani ya kweli. Kwenye imani ya nini? Ya kweli. Majane walikuwa ni washiriki wachanga wa imani. Miti wakiwa ni washiriki walio imara kwenye nini? Kwenye imani, lakini imani ya kweli. Hao waliokuwa na imani ya kweli walikuwa ni watengenezaji wa Kiprotestanti. Kwa hawa Waislamu, japo wanataka kumaliza Ukristo, lakini sheria ya mbingu ilisema ya kwamba msizuru majane au muti majani. Kwa Kiswahili cha huku ni majani. Wasizuru majani mabichi au muti mubichi. Hao wenye haki ambao ni wa Protestanti kawaida walikuwa wanawinwa na kanisa la Roman Catholic katika yale mateso ya Tuatira. Katika mateso ya wapi? Tuatira. Wakristo wa kweli ambao ni wa Protestanti walikuwa wameenda makimbilioni, wako mapolini, wako kwenye mapango, wengine wako kwenye maficho. Uislamu ulipokuja ukakuta wa Katholiki ndio wako uwanjani. Hivi tuko pamoja? Ndio wako uwanjani. Watu wasio na muhuri wa nani? Wa Mungu. Si ndivyo Biblia imesema kwamba waue wasio na muhuri wa nani? Wazuru wasio na muhuri wa Mungu. Wakatholiki ambao walikuwa hawana muhuri wa Mungu, kwanza hawana sabato ya Mungu, ndio muhuri wa Mungu. Hawana tabia ya Mungu, inaunda muhuri wa Mungu. Hawana roho wa Mungu, inaunda muhuri wa Mungu. Hawana damu ya Kristo. Hivi tuko pamoja? Ndio. Si wao walikuwa wanaenda kwa padri kuomba msamaha? Sio kwenye damu ya nani? Si walikuwa wanaenda kwa Maria? Si walikuwa wanaenda kwa watakatifu? Hawana damu ya nani? Ya Kristo, ambayo ni sehemu ya kwanza ya kuunda muhuri wa nani? Wa Mungu. Lakini pia hawana sabato ya nani? Ya Mungu, ambayo ni muhuri wa Mungu. Hawana roho wa Mungu, ambaye naye anaunda muhuri wa Mungu. Hawana tabia ya nani? Ya Mungu. Watu wa namna hiyo, wa Kristo wa namna hiyo, ndio Uislamu uliweza kuua. Hivi tuko pamoja? Andiko anasema wakaambiwa wawatese wasiwaue. Neno linalosema wasiwaue nalo muwe makini nalo. Wasing'owe ufalme wa Rumi. Kutoua kunakozungumzwa ni kutong'oa ufalme wa nini? Wa Rumi, kuung'oa kabisa, kuangamiza kabisa. Bali wawatese miezi 5. Miezi mingapi? 5. Miezi 5 ni miaka 150. Mwezi mmoja una siku ngapi? 30. Miezi 5 ni siku 100 na ngapi? Sheria ya unabii, mwezi mmoja, siku moja ni mwaka
ina maana ni miaka 100 na ngapi? Na 50. Ni kuanzia mwaka 1299 ukiongeza 150 ni kufika mwaka 1449. Hiyo ni baragumu ya ngapi? Baragumu ya ngapi? Ya 5. Inazungumza vita kati ya nani na nani? Kati ya Ukristo na nini? Na Uislamu. Kwa nini imeitwa ole? Imeitwa ole wa kwanza. Kwa nini imeitwa ole? Ni kwa sababu, sikiliza, Wakristo waliokufa kipindi cha Efeso ilikuwa ni heri kwao kwa sababu walikufa wakiwa wamekubaliwa na nani? Wakristo waliokufa Simurna si walikubaliwa na Mungu? Wakristo waliokufa kipindi cha Pergamo wa akina Antipa walikubaliwa na nani? Watengenezaji waliouawa na Katoliki katika yale mateso ya miaka ya giza si walikufa wakiwa upande wa Mungu? Ndio. Lakini Wakatoliki waliouawa na Waislamu walikufa wakiwa chini ya mamlaka ya nani? Ya Shetani. Ya Shetani. Hiyo ni ole. Hata Waislamu nao waliofia kwenye vita hivyo nao walikufa wakiwa chini ya utawala wa nani? Wa Shetani. Hii baragumu inazungumza kwamba waliokufa ndani ya hiyo baragumu wanaozungumzwa hapa kifo chao ni nini? Ni ole. Wakatholiki walikuwa wanapewa misalaba, wanaenda kupigana vita, wameambiwa kwamba anayekufa kwenye vita hivyo mara moja ataenda wapi? Mbinguni, lakini yuko kwenye upande wa Shetani. Waliitwa wana misalaba. Waislamu nao wanaenda kwenye vita, wanaambiwa ni vita vya Mwenyezi Mungu, kwamba ni vita vya jihadi, kwamba anayekufa mara moja anaenda ahera. Ahera ni mbinguni kwa Waislamu. Hivi tuko pamoja? Wote waliokufa kwenye baragumu ya 5 walikuwa upande wa nani? Wa Shetani. Wataenda hii baragumu ikaitwa nini? Ole. Tuko pamoja? Ole wa pili. Tunaingia, bado tuko kwenye Tiatira. Ndio. 1449 bado ni miaka ya nini? Ya Tiatira. Lakini katika hii Tiatira si yake au kwenye baragumu, sehemu yake ya 3 ya baragumu kipindi cha Tiatira ni baragumu ya 6. Baragumu ya ngapi? Baragumu ya 6 inachukua kipindi cha Tiatira, sehemu ya mwisho ya Tiatira inachukua na Sardi. Tuko pamoja? Ndio. Inachukua Tiatira, halafu inafika na wapi? Sardi. Na Sardi inafika na Philadelphia. Baragumu ya ngapi? Ya 6. Baragumu ya 6 inachukua sehemu ya Tiatira ya mwisho, inaunganisha na Sardi, inaunganisha na Philadelphia. Naomba tusome sura yake ya 9 mstari wake wa 12. Ufunuo 9:12. Anasemaje? Ole wao, ole wa kwanza, pigo la kwanza limekwisha pita. Oh. Tazama bado yako mapigo mawili yanakuja baadaye. Hapa wamesema ole 2 zinakuja baadaye. Soma 13. Malaika wa 6 akapiga baragumu. Ndiyo. Nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu. Ndiyo. Ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu. Ndiyo. Wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Ndiyo. Wale malaika 4 wakafunguliwa. Waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Theluthi ni moja ya 3. Theluthi ni moja ya 3. Ni moja ya 3. Sasa naomba msikilize. Baragumu ya 6 bado inazungumzia vita kati ya Uislamu na Ukatholiki. Lakini Waislamu wakiwa si nzige tena, bali wana ufalme wa Ottoman katika nchi ya Uturuki. Katika baragumu ya 6 ni Ukatholiki na Uislamu bado wanapigana,
lakini Waislamu wakiwa chini ya ufalme wa nini? Wa Ottoman. Tuko pamoja? Hii baragumu ya mauaji kati ya Wakatholiki na Waislamu ilimaliza saa, siku, mwezi na mwaka vya unabii. Mama, utofauti wa baragumu ya 5 na ya 6 ni upi? Uhusiano, utofauti ni upi? Sawa, mtatoa faida baadaye. Ni vita kati, baragumu ya 5 ni vita kati ya Wakatholiki na Waislamu, lakini Waislamu wakiwa hawana nini? Hawana ufalme. Ndiyo maana waliitwa nziki. Baragumu ya 6 ni vita vinaendelea kati ya Ukatholiki na Uislamu, lakini Waislamu wakawa na nini? Wakiwa chini ya ufalme wa Ottoman. Baragumu ya 5 imemaliza miaka 150, lakini baragumu ya 6 imemaliza miaka 391 na siku 15. 391 na siku 10 na siku 15. 391 zinapatikanaje? Ndiyo maelezo ya saa na siku na mwezi na mwaka. Mahesabu inahesabikaje? Tuanze kwenye mwaka. Mwaka ambapo pameandikwa mwaka kwenye daftari yako, ambapo pameandikwa mwaka. Mwaka una miezi mingapi? 12. Mwezi una siku ngapi? 30. Zaidi mara 12 ni ngapi? 360. Ni 360, ambapo pameandikwa mwaka, mbele yake andika 360. Tuko pamoja? Mwezi una siku ngapi? 30. Siku ngapi? 30. Ambapo pameandikwa mwezi, andika mbele yake siku ngapi? 30. Na siku imeandikwa na siku. Siku yenyewe ni siku ni 1, andika 1. Ambapo pameandikwa mwaka, andika 360. Ambapo pameandikwa mwezi, andika 30. Ambapo pameandikwa siku, andika moja. Mumepata ngapi? 391. Mumepata ngapi? Au hamujapiga mahesabu? 360 kuongeza 30 ni 390, kuongeza 1 ni 390 na ngapi? Hiyo ni mwezi, ni mwaka na siku. Sawa? Katika unabii siku moja ni sawasawa na mwaka mmoja. Ina maana hiyo ni miaka 390 na moja ya unabii. Halafu saa ya unabii, saa ya nini? Kwa sababu saa yenyewe ni siku moja inakuwa na masaa mangapi? Usiku na mchana ni masaa mangapi? 24. Ni 24. Ili uweze kupata siku ya uweze kupata saa katika unabii ni kuchukua 360 ambayo ndiyo siku ya unabii. Siku ya unabii ni mwaka unaoungwa na siku 300 na ngapi? 360. Ili upate saa ya unabii ni kupata 360 ugawe kwa 24 ili upate saa. 24 imetoka wapi? Asante sana. Saa ya unabii. Saa ya unabii. Saa ili upate saa ni siku kugawa 20 na ngapi? 24. Siku ya unabii ni mwaka unaoundwa na siku 300 na ngapi? 360. Ili upate saa ya unabii ni kupata 360 ukagawa na 20 na ngapi? Na 24, kwa sababu siku inaundwa na masaa 20 na ngapi? Ili upate saa moja ni ile unayogawa 20 na ngapi? 24. 360 ukigawa 24 unapata 10 na ngapi? 15. Ina maana ile saa ya unabii ni siku 10 na ngapi?
Ndiyo maana tunapoambiwa ile baragumu ile muhuri wa 7 kwamba itamaliza muda wa nusu saa, ina maana itakuwa ni siku 7 ambazo Yesu atatoka mbinguni na malaika wote wamemsindikiza kuja kulichukua kanisa kwenda kurudi mbinguni. Hakuna kinanda kinapigwa, hakuna nini, pamekaa na utulivu. Hiyo nusu saa inamaanisha siku 7 ambazo Yesu atakuja kuchukua kanisa na kulipeleka wapi? Mbinguni. Ukisoma hapo hiyo nusu saa ujue ni siku ngapi? Ni siku 7. Sawa? Lakini hapa tunajifunza hii baragumu ya 6 inaundwa na mwaka ambao una siku 300 na ngapi? Na 60. Inaundwa na mwezi ambao una siku 30. Unaundwa na siku ambayo ni siku moja. Ukiunganisha hizo siku zote zinakuwa ni 390 na ngapi? Na moja. Ukiziweka katika kuzitoa kwenye mahesabu ya unabii, siku moja ni sawasawa na mwaka mmoja. Ina maana baragumu ya 6 imechukua miaka 390 na ngapi? Na moja. Na saa moja ya unabii yenyewe ni siku 10 na ngapi? 15, ambazo zimepatikana kuchukua siku zinazounda 15. 20 na 360 gawa kwa 360 si ndizo 360 ndizo siku zinazounda mwaka. Sasa hizo zinazounda mwaka ndizo unagawa 20 na ngapi? 24. Utapata 10 na ngapi? Ni 15. Kuanzia mwaka 1449 baragumu ya 6 ilianza, ikaisha mwaka 1840. 1800 na ngapi? Utasoma hayo ndani ya kitabu cha Pambano Kuu. Naomba niwape ukurasa. Pambano Kuu kwenye hiyo baragumu 281 kwa Kiswahili hadi 282 ndio mtasoma hayo maneno. Mwaka 1840 kulitimia unabii mwingine ulio wazi. Joshi Alichi, mmoja wa wachungaji viongozi waliohubiri marejeo, alichapisha tafsiri ya Ufunuo sura ya 9 ikitabiri kuanguka kwa ufalme wa Ottoman. Ni chapita ya mtengenezaji wa Amerika, itakuwa ni chapita ya 18, ikitabiri kuanguka kwa ufalme wa Ottoman. Kulingana na kukupotoa kwake, utawala huu ulikuwa upinduliwe katika mwaka 1840 BK. Wakati fulani katika mwezi Agosti na siku chache kabla ya kutimia kwake, aliandika akitambua kipindi cha kwanza cha miaka 150. Kipindi cha kwanza cha miaka 150 ni baragumu ya 5, sawa, kuwa kimetimia kikamilifu kabla Diakozesi kupanda kwenye ufalme wa idhini ya Uturuki, na kwamba miaka 391 na siku 15 ilianza mwishoni mwa kipindi cha kwanza ilianza mwishoni mwa kipindi cha kwanza, kitaishia tarehe 11 Agosti 1840, wakati utawala wa Ottomani katika Konstantinople ulipotarajiwa kuvunjwa. Na ninaamini hili lilikuwa kweli. Nafikiri ya kwamba mtaendelea kusoma zaidi. Hiyo ni baragumu ya ngapi? Ya 6. Ni vita kati ya Ukatholiki na nini? Na Uislamu, lakini Waislamu wakiwa chini ya ufalme wa Ottomani katika nchi ya Uturuki. Na mwisho wa baragumu hii, nchi ya Uturuki ambayo ndiyo ilikuwa na wasapoti wa Islamu, au ndio ufalme wa Ottomani uliokuwa na wasapoti wa Islamu, ulijiweka kwenye utawala wa nchi za Kikatholiki. Hivi tuko pamoja? Ukaingia ndani ya nchi leo zinazoitwa nchi za NATO. Hivi tuko pamoja? Sasa walipojiwasilisha kuingia katika chini ya nchi za Ukatholiki, kisiasa Uislamu kama umefanyeje? Ukao umeshindwa. Ndiyo. Hiyo ni baragumu ya ngapi? Ya 6. Bado kuna baragumu ya 7. Lakini kumbuka, kuna kiporo tumeacha. Kanisa la Sardi, baragumu ya muhuri wa 5. Kanisa la Sardi
na muhuri wa 5. Saridi inaanza mwaka 1755. 1750 na ngapi? Ninajua wengine kuna namna mlivyojifunza unabii kwamba Tiatira ingeanza 1538 ikaisha 1798. Hakuna wale wajifunza hivyo? Hakuna? Hamjanielewa. Hakuna wale wajifunza hivyo? Kwamba Tiatira inaanza 538 inaisha 1798. Hakuna wale wajifunza hivyo? Ndio. Lakini hapa tumeeleza ya kwamba iliisha 1750 na ngapi? Na 5. Kwa nini? Ukisoma kitabu cha Mathayo sura yake ya 24, neno la Mungu linasema ya kwamba siku hizo zisingepunguzwa, asingenusurika hata mmoja. Lakini kwa sababu ya wateule wa Mungu hizo siku zitafanyeje? Zitafupishwa. Hamkusoma neno hilo? Hizi siku zimefupishwa kwenye mateso yaliyokuwa ya miaka 1260. Mateso yalitakiwa kumaliza miaka 1200 na ngapi? Na 60, upapa ukiwa na mamlaka ya kuwaua watoto wa Mungu. Lakini Mungu akaona hizo siku zikiendelea mpaka 1798 hata nusurika hata mmoja. Ndio maana Mungu akawaahisha dalili za kurudi kwa Yesu pamoja na tetemeko la Lisbone. Upapa japokuwa ulikuwa bado kwenye ufalme, lakini upapa ukaishiwa nguvu za kuendelea kuwatesa watoto wa Mungu kwa kuogopa hayo matukio yaliyofanyeje? Yaliyotokea, siku zikafanyeje? Zikapunguzwa. Kile kipindi ambacho cha mateso kikafanyeje? Kikapunguzwa ili wanusurike wa kuweza kunusurika upanga wa upapa. Wapate namna ya kukimbia. Tuko pamoja? Sasa hicho ndicho kilichozaa Saridi. Kilichozaa nini? Saridi maana yake ni kilichonusurika. Kilichofanyeje? Kilichonusurika. Ni watu walionusurika upanga wa nini? Wa upapa. Lakini ili wanusurike siku za mateso zilifanyeje? Zilifupishwa. Ndio maana haikuisha mwaka 1790 na ngapi? Na 8, bali ilifupishwa ikaletwa 1750 na ngapi? Na 5. Watoto wa Mungu wakapata njia ya kukimbia ili waweze kufika Amerika. Sasa hao waliofika Amerika ndio walioitwa nini? Saridi. Na huo mlango wa kutokea ulipatikana mwaka 1750 na ngapi? Ndio maana Saridi inaanzia hapo. Sawa? Saridi, neno linasema una jina ya kuwa hai lakini umefanyeje? Umekufa. Hatutasoma, muda naona umeenda. Una jina la kuwa hai lakini umefanyeje? Umekufa. Nini kiliua imani ya Waprotestanti walipofika Amerika kipindi cha Saridi? Kilichoua imani yao, hebu nizungumzie mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuungana na siasa za dunia. Siasa za nini? Za dunia. Pambano Kuu sura yake ni ya 16. Neno la Mungu linasema ya kwamba, ni paragrafu ya mwisho ya sura au ukurasa wa mwisho, anasema utaratibu ulioigwa na wakoloni wa awali wa kuruhusu washiriki wa kanisa peke yako kupiga kura na kushika ofisi katika serikali ya umma ulisababisha matokeo yenye madhara mabaya sana. Kigezo hiki kilikuwa kimekubaliwa kama njia ya kulinda uaminifu wa serikali, lakini kilisababisha uharibifu wa kanisa. Ungamo la kidini kuwa sharti la kupiga kura na kushika ofisi liliwachochea wengi waliokuwa na malengo ya sera za ulimwengu kujiunga na kanisa bila kuwa na badiliko la moyo. Kwa hiyo makanisa yalijazwa na idadi kubwa ya watu wanaotambuliwa wasioongoka
na hata katika huduma haikuendeshwa tu na wale walioshikilia mafundisho potofu, lakini pia watu waliokuwa hawajui lolote kuhusu uwezo ubadilishao wa Roho Mtakatifu. Vivyo kukadhihirishwa tena matokeo maovu kama yalivyoshuhudiwa mara kwa mara katika historia ya kanisa tangu nyakati za Konstantino hadi leo, ya kujaribu kuendeleza kanisa kwa msaada wa serikali na kuomba mamlaka ya serikali kuhifadhi injili yake yeye aliyetangaza kwamba ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Muungano wa kanisa na serikali ni daraja ambalo kamwe haliwezi kuchukuliwa kijuujuu, wakati linapoonekana kuleta ulimwengu karibu sana kwenye kanisa, na hakika linachokifanya ni kuingiza kanisa katika ulimwengu kabisa. Kilichowaua watu wa Sardi cha kwanza ni kuungana na nini? Na serikali. Yaani kuleta mambo ya siasa kuyaunganisha na mambo ya kanisa la nani? La Mungu. Hiyo imekuwa ni madhara. Hivi tuko pamoja? Ndio. Usidanganyike. Kama unajua kuna kikundi kilichosajiliwa serikalini, neno la Mungu limesema ya kwamba muungano wa kanisa na serikali sio swali la kuchukulia kijuu. Si ndio? Ndio. Ndivyo wamesema. Shida ya pili iliyowafanya watu wa Sardi wawe wamekufa kiroho ni kukataa kuendelea na nuru mpya za matengenezo. Kukataa kufanyaje? Endelea na nuru mpya. Chini amesema kanuni kuu iliyo bora iliyotetewa na Robinson na Roger William kwamba ukweli ni muendelevu. Kwamba ukweli ni nini? Muendelevu. Dada zangu na ndugu zangu, kuna makundi mlioanzia, si ndio? Ndio. Kuna makundi tulifanyaje? Tulianzia, lakini ukweli ni muendelevu. Usije ukadumaria kwenye yale ya kule. Ukweli ni nini? Usije hii fimbo ya Sardi na wewe kafanyaje? Anasema kanuni kuu na iliyo bora iliyotetewa na Roger William na Robinson kwamba ukweli ni muendelevu, ni wa kuongezeka daima hatua kwa hatua, kwamba Wakristo wanapaswa kusimama tayari kukubali nuru yote inayoweza kuangaza kutoka katika neno la Mungu takatifu iliachwa na uzao wao. Wale wazao wao walifanyaje? Waliacha hiyo kanuni wakawekea mipaka nuru. Siwekee mipaka nini? Nuru. Kwa maana ukweli muendelevu, hicho ndicho kimefanya lile kanisa lifanyeje? Life, likashindwa kuendelea kuhubiri nini? Injili inavyotakiwa. Na hicho ndicho kimefanya kilio kinachoonekana ndani ya muhuri wa tano. Muhuri wa ngapi? Muhuri wa 5 umesema kwamba ameoneka roho za watu waliokatwa nini? Vichwa. Waliokatwa vichwa wako wapi? Wamekufa. Si wako Tiatira? Ndio. Si zile milioni zilizoteswa na Ukatoliki ndio waliokatwa nini? Vichwa. Sasa ajabu, wale waliofuata baadaye, kizazi kilichofuata, ile nuru hawakufanyeje? Hawakuiendeleza. Hivi tuko pamoja? Ndio. Na kuhubiri nuru ndicho kinachokaribisha, kinachowaisha kurudi kwa nani? Kwa Yesu. Kutohubiri nuru ni kuchelewesha kurudi kwa nani? Na kuchelewa kurudi kwa Yesu si ni kuchelewa kuzawadiwa kwa wale waliokufa kwa ajili ya ukweli. Sasa watu wa Sardi waliposhindwa kuendelea na ukweli, kitendo hicho kilifanya thawabu za wale waliofia injili zifanyeje? Zichelewe. Ndio maana ilionekana roho zao zikifanyeje? Zikilia kwamba Bwana, hata lini kutolipa kisasi kwa ajili ya damu yetu? Kwa sababu watu wamefunika nuru isifanyeje? Isiendelee. Ndio muhuri wa ngapi? Wa 5 unawafanya wale waliokufa kipindi cha Tiatira roho zao zifanyeje? Zilie. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Tuingie kwenye muhuri wa 6, baragumu ya 7. Hivi tuko pamoja? Ndio. Muhuri wa 6 unashika baragumu ya 6 sehemu moja. Naomba usikilize. Muhuri wa ngapi? Na unaunganisha unaunganisha baragumu ya 6 sehemu yake ya B. Hivi tuko pamoja? Bado hamjanielewa?
Huyu ananiangalia tu. Muhuri wa 6 unaunganisha baragumu ya 6 na baragumu ya 7. Muhuri wa ngapi? Wa 6 unaunganisha baragumu ya 6 na ya ngapi? Na 7. Muhuri wa 6 pia unagusa sehemu ya saridi, sehemu ya Philadelphia, lakini pia unagusa na sehemu ya Laodikia. Muhuri wa ngapi? Muhuri 6. Muhuri wa 6 ndani yake kunatimia dalili za kurudi kwa nani? Kwa Yesu katika viumbe asili. Katika viumbe ule muhuri wa 6 unaleta dalili za kurudi kwa nani? Kwa Yesu, lakini katika viumbe asili. Katika viumbe vya asili. Na unagusa saridi, unagusa Philadelphia, unagusa na Laodikia. Naomba Laodikia sitaisoma sana, tunaisomaga mara nyingi. Si ndio? Ndio. Yeye aliye shahidi mwaminifu, aliyeamina, anasema kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika kwamba najua matendo yako, kwamba hu baridi wala hu nini? Hu moto, kwa kuwa una vuguvugu nafanyeje? Na kutapika. Hiyo ni moja. Unasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, sina haja na kitu, kumbe hujui kwamba wewe ni maskini, ni kipofu, ni mwenye mashaka, uchi. Si ndio anasema? Ndio. Ninakupa shauri. Ninakupa nini? Shauri.